Shall go in and out. It's been inevitable. Wazungu wanasema hivyo, inevitable. Ni ile yani lazima tu mimi ndio niende. Unajua? But tunashukuru Mungu for this day. Bwana asifiwe sana. Acha tusikie Mungu ametuandalia yapi leo, si ndio? Mko set? Kidogo tu nijipange alafu tuanze. Kidogo. Ngangana kuona kumbe ndio sababu. We are going to go. Bwana sifiwe. Mtaniruhusu nianze na karuembo. Mtaniruhusu. I want us to make a confession through this song. So many invite me. Father in heaven, how we love you. You heard the song? We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises, as your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Lord, we are grateful for this morning. Lord, we love you because you are good. You are Lord of our lives, and we enthrone you, Lord of this place. We enthrone you, Lord of our lives. We enthrone you, Lord of our businesses. We enthrone you, Lord of our families. We enthrone you, Lord of our houses, and we enthrone you, Lord, over our homes. Come, Lord Jesus, and take your place in our spaces. We desire that you may lead us by your Spirit. We desire that you may go before us, that you may go with us, that you may go after us, that you may encamp around us. As we go, God, may we go with you, so that it may be well with our soul. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Thank you. Nanisikia? Nanipata? Wacha nitoe pande moja. Ingine iko mahali tu. So sakaji kuwawacha nyuma sana. The last time nilikuwa hapa, kabla the last time. Pasi is not with us today. Pasi amepata maaliko ya ghafla. Ameenda Winners Chapel. Ameenda kwa wazito kidogo. Ameenda kuchonga. Naona pia tuko wengi sana leo sababu the people who invited him wali request juu alipiga usororaji, wakagundua kanisa ni kadogo lakini kana uzito. Akagundua mnakuwa na dance group nyingine matata. Unajua? Mwatiki. Akamwambia pia dance group uje nayo. Bwana sifiwe. It's a good thing that tumeanza kutamanika na kupendeza mbele ya macho ya Bwana.
So he'll be coming later in the day. So unajua kile chai yetu lazima tuandalie hata akiwa mbali. So labda tutaonana naye wakirudi. And we hear what God has been able to do huko hivyo kupitia kwa huduma ya the Alabaster Box Chapel. Bwana asifiwe. So I'm grateful for the opportunity that amenipa nikuje niongee na watu wa Mungu. Na nashukuru. I don't take it for granted. Na pia naamini pia nyinyi mtanikaribisha niwazungumzie. Mnaniruhusu niwazungumzie. Unajua naweza kwa mimi na kichocha tu hapa. Nataka kurarua watu. Kumbe mnaniangalia na sasa huyu baba tuambia nini? It's a good day. Haya, wacha tuingie kwa neno. The last time tulikuwa na nyinyi hapa, tulikuwa tunaongea kuhusu mboka. Mnakumbuka mboka? Mboka 101. Na tumekuwa tuna pray na tumekuwa tunaamini God that spaces zetu za kazi zinaendelea poa. Excuse me. Tumekuwa tunaamini Mungu places zetu za kazi zimekuwa zinaendelea poa. And I believe that is the case. Hopefully, sindio? So, maybe kama naweza pitia kukarika kadogo juu tutagundua hizi vitu zote tulikuwa tunaongea huwa ni vitu zinazunguka tu. Zinaanziaga kwa the creator zinarudi kwetu to the creator. So utapata hii word inajizungukaga tu ikirudi the same place. Unaona? Tuanzie wapi? Nataka kupiga story more. But sasa tuanzie hapa. Unless you accept to be led, you cannot be a leader. Sijui kama mnanipata. In case na kuwacha nyuma, policy ni ile, feel free. You, we think na one language, then tunainterpret kwa vichwa zetu. So at times unajipata ukianza kuongea, you go to the comfort of the language you used to think with na kuresonate nayo, sio? But sasa mimi nakuaga kwa mtaa. So mara kwa mara utasikia naweza kuwa na imagine si wote tuko pamoja, but maybe we are not together. So ukiona nakupita, feel free, inua mkono, niulize unasema nini, takurudisha nyuma tuwe pamoja. Sawa? Unless you accept to be led, you cannot be a good leader. Hiyo ni kwanza. So kubali kulidiwa. Hata kama wewe ni monoma, tumekubali wewe ni monoma, but it is important that you accept to be led. So, unless you are faithful with a little, ni ngumu God atuincrease. God anasema ukiwa faithful na kidogo ile anakutest, anareason ya ku-increase. So, kwa ile time tuliongea tukaongea about mboka na tukadiscover unless you start, you cannot start. So, kwa ile kidogo ulianza, have you been faithful? Ndio kidogo ndio Mungu aku-increase. Why? Because it is God who gives seed for harvest and bread for food. Ndio. And it is the same God who gives us the power to make wealth. And it is the same God who lifts up one man and brings down another. So God akikuangalia ana reason ya kukuinua ama hana reason ya kukuinua, wewe ndio unajua. Leo nataka tuanzie kwa sijui mnajua kugonya. Mshasikia walika hiyo kugonya. Ni wadi nyingine hapo ya Kiebrania. Sijui kama mshaisikia kugonya. Hamjui hizi mawadi za Kihibru mzito. Kugonya inamaanisha kudrive. No, kudrive. Sijui gani ndio now what is a noun? Kizungu ilikuwa inanichenga kidogo. What is a verb? A name? What? Sa kugonya ni ku-drive. Mtu ana drive anaitwa kegonyi. So kugonya ni verb, adjective, doing one. So kugonya is a verb.
Na sasa ule mtu anafanya hiyo kazi, the driver, Kigoni, anaitwa hiyo ni noun, aneni one. So tunataka kuongelelea Kigoni, dereva. Mshika, shikeni hiyo juu tutaichambua kiasi. Kigoni maana drive, so Gonya Kigoni, sawa. Haya, now what is the problem with this guy? Wacha tuachane na. I hope I'll be loud enough for hao watu wananisikia on the other side. Hope I will be loud enough. Haya, tuko. I'd like us all to go into the book of Luke. Tumefika Luke ama hatuna Biblia? Tunakuja kwa nyumba ya baba bila Biblia. Are we in Luke? Luke alikuwa daktari. Okay, ukiangalia episodes za Yesu, ukiangalia episodes za hizi za Bible, kulikuwa watu kadhaa walikuwa wanatembea na Yesu and they gave account kulingana na professions zao vile waliona. So Luke anasema hivi, ukianza introduction in the book of Luke, many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. 3. Therefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seemed good also to me to write an orderly account to you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught. So huyu daktari anaona ni muhimu yeye pia apeane account wakipigana Yesu vile yeye aliona. Kulikuwa Matthew, kulikuwa Luke, kulikuwa John, kulikuwa Mark. Unatapata hizi vitabu wanaongea almost the same thing over and over. Haya, tuko verse 5. The birth of John the Baptist foretold. Okay. Leo utasoma word. Kama usomaji word, leo una opportunity ya kusoma word. But nataka pia pay attention as we read through the word. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zachariah, who belonged to the priestly division of Abijah, his wife Elizabeth. So kulikuwa Zach, wife wake anaitwa Eliza. Umeshika? Haya, tunaendelea. Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were upright in the sight of God, observing all the Lord's commandments and regulations blameless. Walikuwa wacha Mungu. But they had no children, because Elizabeth was barren. Meshika. Eliza alikuwa barren, hangezaa, and they were both well on in years, na walikuwa wamezeeka. So biology haikuwa on their side here. Once when Zachariah the division was on duty and he was serving as the priest before God, he was chosen by Lord according to the custom of the priesthood to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time for the burning of the incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Unaona? Kwa hiyo kwa Mungu tukasa ile Sunday hii, unaona? Ameenda kuminister.
Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. An angel of the Lord appeared to him. Tukiongea about creation, tulidiscover kuna God, kuna Holy Spirit, na kuna Jesus. Sindio? But sasa leo tutadiscover kuna angels. But tutakuwa bado tunadwell on the Trinity. So an angel akatokea Zachariah akiminister. When Zachariah saw him, he was startled and was gripped with fear. Unajua? Akaanza now. He was startled and gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zachariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear your son, and you are to give him the name John." Tamam anaendelea na kazi yake ya kawaida ya priesthood akisa kwa nyumba ya Bwana, lakini inafika mahali God alimkumbuka. He was an upright man na alikuwa na mashida mingi, but Mungu alimkumbuka akatuma angel. Ameambia angel ambie jamaa asiwe na wasiwasi, maombi yake imefika. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John. He will be a joy and a delight to you, and many will rejoice because of his birth, for he will be great in the sight of the Lord. Is never to take one akapewa masharti zote zile. Ask the angel, how can I be sure of this? Tunaendelea, tumefika verse 18. How can I be sure of this? I am an old man and my wife is well on in years. Kwa hivyo watu washanga kuwa mnyanye na ameambiwa ati atazaa. So unashindua mnyanye atazaa aje? Kwanza mnyanye ni barren. The angel answered, I am Gabriel, mimi Gabu. I stand in the presence of God and I have been sent. I have been sent. I have been sent. Kwa hizi shida tunapitia, kwa hii maombi yetu, kwa hii hali tunahangaika, may an angel be sent your way. May an angel be sent your way. Tunaongea kuhusu Kegoni. Nimwambia Kegoni ni dere. Kugonya ni kudrive. Nafia. Angel alisendiwa his way. Na Gabu akaleta ujumbe. And now you will be silent and not be able to speak until the day this will happen, because you did not believe my words, which will come true at their proper time. So huyu jamaa tu alishukuania God alikuwa shamua wewe aenda kuhudumia, sababu wewe ni manua umeng'ang'ana kwa maombi, you are upright and blameless. So God akaamua nitakuhudumia. Kwa sababu alishukuania God anamwambia bado utafanya kitu nilikuwa nimepapa kufanya kwa life yako, kwa sababu nilishuku wewe kwanza utakuwa bubu and Mungu atusaidie. Wadi yake kikuje in our lives, tuwe watu wa easy and light kama Abraham. Nakumbuka story ya Abraham. Alikuwa na angels na alikuwa mzee. Aliamka katoka siaka, akaenda katafuta wafanyikazi. Akamwambia wewe chinja, wewe fanya, wewe kani. No. Aliamini wadi ya God. Na it was well with him. Zachariah sababu alishukuru what God alimwambia. God alisema any whichever way tafanya, lakini sababu wewe umenishuku, wewe utakuwa bubu. Juu labda aliona huyu jamaa ataendelea kuspread negativity sababu anashukualia. Na God akolewa jambo sababu nishapanga na ni lazima ikue. Unaona? God alishaka akapanga, akaona nataka hii game icheze hivi.
wewe hiyo kierere unataka kuleta kwa hii word itakatisha hii word kona. So sababu hii word yangu iwezi katishwa kona, wewe utakuwa huku. Sasa sikia. Meanwhile, kumbukeni alikuwa yeye siku yake ya kuminista. So meanwhile, the people were waiting for Zachariah and wondering why he stayed too long in the temple. When he came out, he could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple. They realized. Not only realized. Yeah? For he kept making signs to them but remained unable to speak. Kuna vile ukiwa kwa presence ya God kuna kitu happen. Watu wanionanga. Wewe unaweza kuwa hauioni but watu wanionanga. Unaona kama kanisa letu, kanisa kadogo, but anasumbua. Kashaanza kusumbua kanisa kadogo. Sababu God si mdogo, kanisa ndio dogo. Bible inasema where 2 or 3 are gathered in my name, there am in their midst. So hata tukiwa sisi watatu hivi na tumegather in the name of God, hiyo ni church. Inaitwa ecclesia. Hiyo ni kanisa tayari. Na I determine size ya God. Size ya God ni constant. Hii denomination. Simnashika. Ukitoka kwa uwepo wa Mungu, Mungu akikutembelea, may the people see. May the people see. Tuendelee tusikie neno la Mungu. When his time of service was completed, he returned home. After this, his wife Elizabeth became pregnant, and for 5 months remained in seclusion. The Lord had done this for me, she said. In these days, he has shown his favor and taken away my disgrace among my people. History inaendelea. Sasa tunaingia kwa phase nyingine ya history. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth. Gabu tena akatumwa. So nani anachora hii mambo? God ashachora. Ishakuwa tumemaliza na Eliza. Lizi yuko poa. Zakaria anaweza choma. Zibe hiyo mdomo. Sasa amekaa miezi 6 anasema niaje Gabu, nataka kukutuma tena mahali. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph. So na sisi tumefikiwa wakina Joseph, tumefikiwa. So God akaangalia akaona kuna manzi anaitwa Mary, na huyu Mary ni vajo na anataka kumarika na Joseph. So akaona wacha Gabu apeleke message ya Mary. Message ya Mary ilikuwa nini? Okay, huyu Mary ni a descendant of a man named Joseph, a descendant of David. Hiyo ni Joseph. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." Mary was greatly troubled at these words and wondered what kind of greetings this might be. Salamu gani? But the angel said to her, "Do not be afraid." Vile tu mwingine aliambiwa pia, "Do not be afraid." Sasa kia Mary aliambiwa, "Do not be afraid. Mary, you have found favor with God." You have found favor with God. May you find favor with God this day. May the Lord grant us favor this day. May we find favor with God this day. When you find favor with God, unataka tusikie pole pole vile vitu zinaweza zikabadilika. Hi. You will be with child and give birth to a son, and you
who are to give him the name Jesus. Naona mpaka atapewa jina. Eliza aliambiwa huo mtu utamuita John. Alafu Asia akakuwa bubu. Mary ameambiwa utakuwa na mtoi, na huyo mtoi utamuita Jesus. He will be great and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never have an end. How will this be? Mary akauliza, since I am a virgin. Tunaona bado hapa tunaongea kuhusu biology. Mwingine alikuwa amepita age ya kuzaa, akashanga, how will this be? Yule Hazi alikuwa anashangaa, na watu wangu washapita age. Sasa huyu hata hajaingia kwa hiyo shughuli. Naona huyu ni baby girl. Baby girl anauliza angel, itakuwaje na mimi hata kwanza sijaolewa, ndio napanga hii mambo. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, sasa angel ameanza moshene sasa. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her age, and she, who has said to be barren, is in the 6th month, for nothing is impossible with God. Nasikia angel amemletea moshene mpaka anamwambia atoe relative wako kwanza. Tunamjua ule Eliza, ule ni mzae na ameshapita, yuko 6 months pregnant. Angel alikitumia 6 months ya pregnancy ya Elizabeth. Sikia, hii sasa nataka tuende pole pole, haina pressure. I am the Lord's servant, Mary answered. May it be to me as you have said. Tunaona kuwa na mambo ya doubt na nini. Alikaa akasema, okay, I am the Lord's servant. Alijiona kama chombo cha kutumika. Alijiona a privileged person for God to use. Akasema, I am the Lord's servant. Mary answered, may it be to me as you have said. Then the angel left her. Mary akamsikia Elizabeth. Si ashapata moshene akaambiwa kwa hiyo kisa lazima niende pia nione, ni confirm. At the time Mary got ready and had it to a town in the hill country of Judea, where she entered Zachariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth had Mary's greeting, and the baby leaped in her womb. Salamu tu, mtoto akakiku huko mbali, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Alipewa salamu. Mungu akacheza kwa tumbo. Kusikia hiyo salamu, na mamake akakuwa filled na Holy Spirit. Na nikakaa niko na history ni strange. Aje salamu. Don't you can hit. Wait a moment. Huyu Mary amebeba Jesus. Sio? Jesus amebeba Holy Ghost. Elizabeth ye amebeba John. So huyu Mary amebeba kitu mzito, na hii kitu mzito imebeba vitu vingine nzito. That is why salamu tu uona salimiwa inatransmitiwa. Unakuwaje filled na Holy Spirit? Juu sasa si Yesu alikuwa anatembea na Holy Spirit, na Yesu kwa tumbo ya Maria. Sasa hiyo story ndio mimi niliona nikaona, ni noma. Haya, nikaona labda
Kuna labda mimi ndio niko makini. Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Tunapaka shaka kutafsiria mazuri. But why am I so favored that? Okay, collect. Go up. Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? As soon as the sound of your greeting reached my ear, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Na hapo ndo mpaka Mary akatoa somo, akapiga karuembo hapo, akatoa wimbo. Tunaendelea. When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son. So tumefika verse 57. 58, her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they shared her joy. On the 8th day, remember 8th day in siku ya restoration. At 8th day is the day of new beginnings, restoration. So on the 8th day, they came to circumcise. It's only tradition and customs like this. Circumcise the child, and they were going to name him after his father, Zachariah. But his mother spoke and said, "No, he is to be called John." Juu customs zao ilikuwa kama za I think Waluya na Wajaka na nini after wazazi. They said to her, "There is no one among your relatives who has that name John." Wana debate shaanza. Mama amesema mtoto alisemekana ataitwa John. Ninyi mnasema hakuna jina kama John huku, hiyo ni jina gani sasa? Then they made signs to his father. Ndio alikuwa shajua mama kwenda kufanya sign language ndio huyu. Kwa sababu mnoma sign language mpaka sasa watu wana communicate naye via signs. Then they made signs to his father to find out what he would like to name the child. He asked for a writing tablet. Wakampa kitabu na akaandika kwa hiyo kitabu jina yake itakuwa John. Immediately his mouth was open and his tongue was loosed, and he began to speak, praising God. The neighbors were all filled with awe. Whoa! And throughout the hill country of Judea, people were talking about all these things. Everyone who heard this wondered about it, asking, "What then is this child going to be?" For the Lord's hand was with him. Actually, tulikuwa zishatabiriwa. Zakaria pia alifurahia, pia yakaona pia bisi watu nyuma, pia akatoa kasoma, akapiga karueko. Hizo linarukaruka, lakini tutakuja sasa kuisolidify vizuri. Hii tuko kwa introduction. Tuko sasa chapter 2. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to his own town to register. So Joseph also went up from the town of David, because he belonged to the house of the line of David. He went there and registered with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for
the baby to be born. Sasa huyu mtoto naye akazaliwa. Luka pigi story mingi. Luka anasema tu mtoto alizaliwa, akafungwa na mtambara kwa meja, na hiyo story inaishia hapo. Endelea na story mingi ya sijui kulikuwa. Tuko sawa sofa? Tuko sawa sofa? Haya. Tunaendelea. Anaongea mambo mingi along the way. Then tunafika ukisoma somo unapata huko mbele chapter 3 huko mwisho John the Baptist sasa ndio yule anapigia Yesu debe, unaona? Ukikoa verse 20 ngapi? Tunakuja mpaka hoje John the Baptist ashaka kupigia Yesu debe. Then tunakuja chapter 4. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert. And was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during these 40 days, and at the end he was hungry. He was led of the Spirit. Nasikia alikuwa led. Huyu Yesu alikuwa led na Spirit. Story ya Zakaria alikuwa led. Angel alikuja akamwambia God anasema hivi. Story ya Mary alikuwa led. Akuja anaambiwa God anasema hivi. Mwingine alipewa direction na angel, mwingine alipewa direction na Holy Spirit. But walikuwa led. Sumeshika? You are led. Aya, sasa tutaangalia kitabu ya Matthew chapter 3. Hiyo ina story itself but in a different way. In those days John the Baptist came preaching in the desert of Judea, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is near." This is he who was spoken of through prophet Isaiah. Anaendelea kumpigia debe. Pigia Yesu debe. Sasa huko mwisho ya 3 kuanzia verse 13. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Nasikia story. Sijui kama tuko pamoja. Haya, tarudia. Chapter 3 verse 13. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me?" Yaani alikuwa anasema, Yesu, natambua wewe ndio mzito. Wewe ndio unafaa kunibaptize. Si mimi ni kubaptize. Aya, angalia, shika tu story vizuri. John the Baptist alikuwa led na kazi yake ilikuwa huko kwa ninio akipiga debe, akiambia watu repent for the kingdom of God is at hand, you receive, ukikubali anakubaptize. Alikuwa kazi yake ni kubatiza watu, abatiza watu. Hatutaingilia details za symbolism za baptism kwa sahihi. Kwa kazi yake ilikuwa ni kubatiza watu. So ya baptism sasa tutaanza kuichambua ndio tuta understand in depth. Sasa tunaongea kuhusu kuwa led na kukubali kuwa led. Unaona? Unaweza kuwa led lakini utakubali kuwa led, ama utaleta resistance, uzibue mdomo mpaka time ya kitu unakuwa led kufanyike, ama utaireceive with gladness. No, kama Maria. Inasema hivi, Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness."
Then John consented. Sababu ni kitu kilikuwa ishaandikwa na ni kitu God ashapanga. Wewe John the Baptist utatangulia Yesu, utampigia debe. Hiyo time ikifika, Yesu pia atakuja, utambatiza. Na Yesu anamwambia, ndio maandiko iwe fulfilled. Wewe fanya kazi yako na uache mambo mingi. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Alipobatizwa akatoka kwa maji, mbingu zikafunguka na God akawaambia, "Huyu ni boys wangu." So inamaanisha na John the Baptist angekata kubatiza Yesu. Sasa hizi ni zile tu swala nyeti zile unajiuliza. Huyu John the Baptist angekataa kubatiza. Ndio alikuwa anasema huyu hata siko wapi kuguza hata sandals zake, hata kuzitoa. Siko wapi. Nikamwambia hata magumu. Kwa sasa wewe kuja unibatize, hiyo ndio kazi yako. Huyu ni Yesu. Kumbuka mama yake akiwa pregnant, mama John. Na mama Yesu akiwa pregnant, salamu ilikuwa ina transmit power, salamu mpaka kwa kafiri na kuzidi. Na hajazaliwa. Sasa amezaliwa, ukisoma hizi story sana kusoma yake. Kuna hata mpaka time disciples watu wanauliza, Yesu, disciples wako mbona hawa fasting? Disciples wa John the Baptist au fast? Sasa wako na bazu, wanafastia nini? Tunakamko pole. But kwa sasa tunafaa kushika nini? Saile God anakulia. Wewe ni mwepesi kuoleka. Ama saile God anakulia. Wewe ni ule wa kuleta mavizuizi, madibeti, kubishana. Mpaka inabidi God anaangalia na sasa wewe, sababu venye nakuona utaleta shida kwa hii mpangilio. So inakuwa wewe, I think kwanza wewe fanya hivi, wewe acha tukumute. Ndio mambo iendelee, sababu tunaona ukianza kuongea utaleta doubt kwa hii story, ama utaleta mambo haieleweki kwa hii story. Prayer yangu leo ni that as we find favor na God akitukumbuka in whatever capacity, tuwe wepesi wa kureceive word ya God. Tusiwe wale watu wa kuleta mng'ang'ano. Tusiwe wale watu wa kufinywa mute, sababu sasa sisi ndio tunataka kutoa utamu kwa ishu. Tukue kama Maria, ule mtu unatumwa, unakubali kutumika. You feel honored and privileged. God, yani kati yao watu wote umeangalia uko na, yani mimi ndio tunaweza pigana wewe shughuli. Unasema wacha iwe basi kulingana na vile umefanya nini? Vile umesema. Bwana asifiwe. Sasa sitaki kupiga story sana. Nataka tuanzie hapo leo. Ndio sasa pasia tukuruhusu, sasa tutaendelea tukiingia deeper kwa hii story. Au sio? Tuendelee kuichambua tuone na inatusaidia aje. Inatusaidia kivipi? But kitu naweza penda kunote ni kwa issue yote ya kukubali kuwa led, kuna aspect ya humility. God huwaga ana-reject the proud. So the book of James, na ana show favor to the humble. God apendagi watu wa kujiinua.
That's why shetani alikastiwa kutoka heaven, sababu aliona ni sasa mimi nimejizainiwa, mimi yani kama mimi ndio worship on behalf of God. Yani kuna vile alikuwa ametengezwa kaona nasi, hata mimi pia naweza kuwa tu sasa najireceive ya hiyo worship. Kiburi ni pale ndani, akajinua, akasahau one, God is a jealous person. Na anasema hapendi kushare glory yake na mbogi na watu, glory yake ni yake. Lakini anasema yeye hapendi watu wa proud. But ukinyenyekea, hiyo wanaonyesha favor na grace to the humble. Mungu atusaidie kuwa humble. Mungu atusaidie ku understand what it means to honor. Juko ndio sasa tunaenda. Tunataka kuanza ku understand ni nini ufanya hizi vitu zinaanza kufunguka kwa life zetu. Unajua, juko unaweza jipata kwa ile space familiarity. Kuna watu wanaitwa familiarity. Na hiyo watu wanasema familiarity brings contentment. Yaani kuzoeana huleta madharau. Unaweza zoea presence ya God mpaka unaiona ni kitu ya kawaida. Unaweza zoea pastor mpaka unaona pastor ni boys kama ni girl wa mind. Unajua, unaweza zoea ile kiasi, umezoea presence ya God, so hicho kiko umezoea God mpaka hata basic things unafaa kufanya ukikuja kwa nyumba ya Mungu ushazi casualize, zimekuwa so casual mpaka God anakuangalia na sasa no. Mungu atusaidie, sababu I believe hii time tuko na pale tuko, kumbukeni hii community ni kadogo, but God so God ana reason gani ya kutuexpand? Sababu kama anasema akikupatia kidogo aone, akupesa haki yako aone, if you are faithful na hiyo kidogo ndio akupatie. Unakumbuka ile story ule businessman alienda trip. Tunakumbuka story, akawachia servants wake, akawawachia matali, na inasema aliwapatia talents kulingana na vile alikuwa anawajua. Sasa kuna ile kuzoeana. Kuna mmoja I think watu wamezoeana kama bosi. Ndio sababu bosi akiona wewe Julia Glo kama umenizoea, siwezi kupatia kitu ya maana. Utachoma. Sasa unajua utaband, wewe unakuachia pao. Lakini akaona kuna huyu anakuaga anang'ang'ana, akamwachia pao tatu. Akaona ule uaga liko top, akapata tano kulingana na vile alikuwa anawajua. Na vile walikuwa wamezoeana, ndio sababu bosi aliporudi, ule alipewa moja. Alianza na mingi, akasema bosi, mimi nikapata hii imedabo. Watatu wakasema nilifanya ABCD ikafika hapa hivi ikadabo. Lakini sasa huyo mmoja juu ya kuzoeana, na kuzoeana ni mbaya. Hii juu ya kuzoeana itakuwa wewe bosi, wewe mimi nikuangalia nikaona vile unakuaga, hata unajua unakuaga man kukaza, unakuaga ngati maisa. Sasa bosi akamwambia okay. So wewe unajua mimi wanapenda kukula pale siku panda. Si unajua sasa shida yangu ungeweka basi kwa bank initole ile inanitolea. Unajua? Akaambia ugawa tu hapo ito ile kitu itatoa. But kuzoeana inaleta kama dharau. Na hapo sasa ndio tunataka kuanza kujifunza how to be honorable people, how not to be watu wa kuchoma. Wacha niseme hivyo. Sababu kuna vitu unajiwekeanga zinaweza attract favor, kuna vitu unajiwekeanga zinaweza ondokesha hiyo favor. Bwana asifiwe sana. Mimi naona ni kama kwa leo mkiniruhusu wacha tuachie hiyo story hapo. But ningependa for a moment to take time
each and every one of us, let's rise to our feet. We just take time na tuambie Mungu. Unajua God anajua hearts zetu, na God anajua hearts zetu. Anasema nothing is hidden. Hakuna kitu God hajui. Na as tunaanza kusonga mbele, nataka jioneni siku zote as a potential candidate wa kutumiwa na Mungu. Jione siku zote as a potential vessel ya God kutumia. As anasema kuna vessels za honor, kuna vessels za dishonor. Unajua? Kuwa a vessel of honor. Strive to be a vessel of honor in the house of God. Unajua, Mungu akikuangalia, akitaka kutuma mtu, anaangalia na maisani yuko pale. Akiangalia na maisha yuko pale. Strive for huyo. Just take time na uonge na Mungu kiwewe na ile lugha wewe unajua. God anamezea lugha zote. Just take time mwambie Mungu haki yako na what is in your heart. Unajua God akiamua kutumia mtu itakuwa ni wewe. Just take time converse na God. Na mwambie God akusaidie kuwa the vessel of honor that he would prefer to use in his house. Lord, we pray this morning. God, we pray this day that Father in Jesus' name, if you're looking for somebody to use, that God may you be. Prepare my heart, prepare my soul, prepare my mind. Cause me to be the kind of a vessel, Lord, that will find favor to use, that you will find favor with, that you will find favor. Oh, may we find favor with you. May we find favor. May we be the favorable vessel that you will choose to use this day. May we be the favorable vessel that you will choose to use this season. May we be the favorable vessel that you will choose to use, oh God, in our time. Deal with our hearts, our minds, our souls. Help us, King of Glory, to look deep into our hearts, our habits. Lord, the sins that easily entangle us, tusaidie na tuokolee, tusaidie that we may deal with them, reveal to them, to us that we may deal with them. Tuonyeshe, King of Glory, where we go wrong. Help us to rectify our ways. Help us, King of Glory, to change our ways. Help us, King of Glory, to position ourselves, our hearts, our minds, our souls, Lord, in a way that King of Glory, God, we may find favor with you. Lead us by your Spirit. 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 Lord, we are grateful. Thank you for the fact that you have brought us. It gives us hope for the fact that you are taking us. We are grateful for that which you have done in our lives this time. For Lord, it gives us faith and hope of what you are yet to do in our lives and with our lives. We pray, God, may your Spirit lead us. May your Spirit guide us. Lord, may you help us and teach us to hear your Spirit. Help us and teach us to hear and to listen to your Spirit. That when you speak, O God, may we know it is you who is speaking. When you speak, O Spirit of God, help us and teach us to know your voice. Help us and teach us to commune with you. We surrender our lives to you. We surrender our church to you. We surrender our families to you. We surrender our careers to you. We surrender our businesses to you. God, come and take your place. Take your place in our hearts. Take your place in our minds. Take your place in our place of worship. Take your place, King of Glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may have this. I have a feeling, sijui, but I have a feeling kuna kitu Mungu anafanya na hii congregation.
It's not about age, ati when you say, it's not about when you young, but kuna kitu na kitu Mungu anataka kufanya na hii congregation. And hii season hata kujiona kama a potential candidate wa kutumiwa na Mungu. Unaweza kuwa huku chini, God atakutumia. Unaweza kuwa huku juu, God atakutumia. Unaweza kuwa katikati, God atakutumia. But I feel kuna kitu Mungu anafanya na hii kanisa. So wewe prepare haki yako. Be ready in and out of season. Usijiweke ati